Ndio maana yake. Tunasikia watu wanataka watoto. Kwamba hatujaza. Tuna miaka 10 ndugu biara. Kati ya mmoja labda ana tatizo, baba au mama. Mara nyingi wanaume wanasingizia wanawake. Ngumpa na bakosha bale waba kumpa. Abene bali ho, bakosha. Pita twadiki tione chene. Bali ho nabo. Ule tuchanga tukapime haya, changa tukapime uli chenga uli ngumpa. Ulitaka upate vidonge vya kuongeza nguvu ili uzae. Sasa ukikuta mji wanazaa wanafuraha, si ndio? Moyo wangu umefurahi sana. Mungu awabariki sana kanisa hili. Amen. Yaani Mungu awabariki. Najua kazi ya kijana huyu naifahamu. Na kuwepo kanisa hili ni mimi nilisababisha. Kwa sababu wakati nakuja kwenye huduma, nilifanya huduma kwenye dini za watu. Huduma za Kipentekoste. Mimi ni mwalimu wa chuo cha Biblia. Ni mwalimu wa chuo cha Biblia. Kwa hiyo tukianza kuongea mambo haya, naomba unisikilize tu vizuri. Miaka nafundisha wachungaji wengi tu, hata huku wako wengi. Wapi Tabora hii nimefundisha wanafunzi wengi tu. Mpaka Kigoma. Mpaka Bukoba, mpaka wapi? Mpaka Msoba. Na wanafunzi wengi tu niwafundisha mambo ya Biblia. Kwa naomba usiwe na wasiwasi. Niko hapa. Kwa hiyo nilikuja nikaitwa kwenye huduma, kijana wake akaniita, pasa jirani akaniita, nikaja nikafanya huduma, lakini nilipotoka nikamwacha kwenye moto. Mimi nimetoka nikaacha kwenye moto. Akaingia kwenye murungula, toka unaleta YGT nini. Lakini hapo ndipo penye uzima. Haleluya. Yes! Ya nampenda Yesu. Unajua injili ya moto inapofika mahala ina kamba kuna makambi kama shetani. Kamba kuna shetani gondura hanze. Turu shetani ontorwa. Amen. Leo kuna kanisa kubwa. Amen. Kabisa. Kuna kanisa kubwa lisiokuwa na masharti makubwa, ni kuacha dhambi. Yaani kitu kikubwa, acha dhambi. Leka gashibi, bujingi na bujingwa. Lekaga. Mabu hawa na buzigani. Lekaga. Acha dhambi, utamwona Mungu. Ndio maisha tunayoishi. Kwa hiyo kanisa hilo hai. Watu wanaombewa, wanapona, wanafunguliwa. Hilo ndio kanisa. Kuna mchungaji ana nguvu, anaombea watu wanafunguka, wanapona. Wagonjwa ishida wanafunguka. Hilo ndio kanisa. Mahali ndo pa kungangania. Watu wanaacha uchawi na uganga. Wanaacha mambo mabaya, wanakuja kwa Yesu. Hilo ndo kanisa. Mungu yuko hapo. Yuko hai Mungu. Amen. Wanaomba tushirikiane kuanzia kesho. Nimesikia kesho asubuhi na jioni. Wewe njoo tu. Njoo tu. Na vijana mimi nafikiri nitawapa nafasi. Na vijana wangu watu wako vizuri. Mtaona tu. Mtaona tu na wao. Nitawatupia hapo kanani kanyama kidogo na wewe kula. Tawatupia hapo na wao muone. Amen. Siwezi kutembea nao na waandaa, hawa watakuwa wachungaji. Na waandaa. Mimi naandaga pole. Yesu karuru. Amina. Na kukaribisha hapa. Wewe uwepo tu. Uwepo kabisa kwenye ibada hii. Na kuomba uwepo kwenye semina hii. Mungu yupo. Nuru natoka satu tukoshira tu. Amen. Yesu wawisagiki. Amen. Timotheo wa kwanza 4. Timotheo wa kwanza 4 mstari wa kwanza na wa 3. Tutakueleza baada ya kusoma hapo tunajifunza nini. Naomba uwepo sasa, nisiwe na maneno mengi tu. Tumoja anasema maneno kidogo, matendo sana. Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Anasema, yes. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Ndio. Wakizisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Ndio. Kwa unafiki wa watu wasemao uongo. Ndio. Wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Ndio. Wakiwazuia watu wasioe. Ndio. Na kuwaamuru wajiepushe na vyakula. Ndio. Ambavyo Mungu aliviumba vipokelewe kwa shukrani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Amen. Mstari wa 4. Sawa, unaweza kuendelea mpaka wa 5. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokelewa kwa shukrani, kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Amen. Neno limekwisha kuombewa. Sasa somo letu tujifunze kuzipambanua roho. Andika kuzipambanua roho. Tuanze na hiyo leo.